atafunga sana kwenye ligi yetu kwa staili yake ya uchezaji, kwa sababu pia sisi ndani ya Tanzania mtu anasema timu inanunua mechi. Hapana, timu nyingi za Tanzania hazichezi mfumo wa kushambulia kwa wachezaji wengi ambao wanashambulia. Ndio maana Simba msimu uliopita simetumia washambuliaji wengi, imemtumia Oula, imemtumia Libasage, imemtumia Mpanzu, imemtumia Semani Mwalimu Gomezi. Umeona alivyokuwa anafunga mabao. Ikawa inafunga mabao kila mechi kwa ikawa ni easy. Lakini timu nyingi zinacheza na mshambuliaji mmoja, ndio maana mabao yanakuwa nini hivi? Kwa sababu gani pia wachezaji wetu wengi wa Tanzania ama timu nyingi za Tanzania zinafungwa magoli ya kizembe, yani makosa ya eneo la ulinzi. Sasa kwa mchezaji kama Daraja la Shaulile ana uwezo kufunga dhidi ya klabu ambazo zinakuwa katika title ya kutoa ubingwa wa Afrika, anafunga bao, anashindwa kufunga dhidi ya Kagera Sugar ambao inaana kimtambi kwenye eneo la ulinzi, anashindwa kufunga dhidi ya Dodoma Jiji ambayo ina Agustino Nsata kwenye eneo la ulinzi, anashindwa kufunga dhidi ya Coastal Union ambayo ina Sadi Mwanza kwenye eneo la ulinzi. Wakati alikuwa anafunga na kina Ali Gabri, anafunga dhidi ya kina Ahmed Egazi, anazifunga, anashindwa kufunga na mabeki wenye daraja la ligi kuu ambazo wanazishusha timu daraja, msimu ukimalizika unaingia tena kucheza katika klabu nyingine. Kwa hiyo Peter Shaulile mimi nafikiri atakuwa mfungaji bora ligi kuu Tanzania bara msimu ujao. Sawa, tumaliza na hili hapa. Wakati tunasubiria matokeo ya Yanga kwenye Yanga Day yao, Simba tumeona tarehe 12 wanakutana. Ukisikiliza baadhi wanakuambia ni kama vile kocha Steven Becker ameficha hivi kete yake white, ameacha black kwenye ile mechi na Polisi. Pengine tutarajie derby fulani Zanzibar kule ufunguzi wa ligi kuu, kwamba sasa Steven Becker ataonyesha uhalisia jinsi alivyo. South Africa wawili wanakutana. Black gani ambayo imefichwa? Kwa sababu sisi tumeona pale mechi imechezwa. Simba imeanza na kikosi chao cha msimu uliopita. Wameanza vizuri, Abraham ndo ameingia kwenye kikosi, Alassane Kante akuwepo pia, Mnio Maema akaja akaingia. Simba ameshamaliza silaha zao zote. Yaani uchezaji wao ndio ule pale, kwamba akikutana na tough opponent kama Polisi alivyokuwa anacheza katika low block na wakabia chini aziba nafasi, maana yake hawezi kupata goli na pia hawezi kushinda mchezo kama wanafuadi kama Dumbia unapokutana katika mechi ngumu. Dumbia anaonekana bado ana kitete, yani ni mchezaji ambaye kwenye mechi zenye pressure kama zile kufunga ni sababu alipata chance, lakini ubongo na miguu yake umeshindwa kuwasiliana kwa wakati, akashindwa kuweza kutumia nafasi. Kwa hiyo kama sisi ambao tuna uzoefu na soka la Tanzania na wadau wa mpira wa muda mrefu, ushindi wa Yanga katika dabi wamuombe tu Mungu. Yaani ushindi wa Simba katika dabi wamuombe, wamtangulize Mungu, wafanye maombi makubwa, kwa sababu wanakuja kucheza katika na timu yenye morali na imefanya usajili mkubwa kwenye msimu, kwa sababu naamini mimi Yanga hata tumii kikosi chao cha msimu uliopita ambacho Dube alipacheze Sui Depu, wacheze wakina Clement Mzize, wacheze wakina Max Nzengeli, wacheze wakina Alan Okelo, wakina Damalo, bado na timu bora kuweza kuichallenge klabu ya Simba na kuweza kupata matokeo. Bwana, surprise ipo haipo? Kule wao wamesema pesa ipo benki. Kuna wachezaji wawili natamani nione kwenye timu moja, lakini pia sitamani. Kwa sababu gani? Aziz Ki kama atasaini Yanga, pia na Faisal atasaini Yanga, maana yake ligi itakuwa tena haina boy. Yeah, atakuwa ina ushindani. Vipi sasa? Sasa wewe una chama. Wewe unapita Shaulile kwenye timu yako. Una Aziz Ki kwenye timu yako. Una Faisal Salum kwenye timu yako. Na wachezaji wengine. Hiyo timu inafungwaje kwenye mchezo? Kwa sababu hao wote wanakushambulia. Kwa ili uimili kushinda mchezo inabidi wasikufunge goli, alafu wewe ndio ufanyeje ukawafunge. Unawafungaje kwenye mchezo? Kwa hiyo ligi hapa nyuma tu Yanga sio kwanaambia wananunua mechi. Sasa kama timu inanunua mechi inafanyaje uwekezaji wa standard ya kimataifa, yani standard ya kwanza ya Afrika. Alafu tena kesho unakuta kuna mtu mjinga anakaa kwenye redio anakuambia timu inanunua mechi kwa uwekezaji huo. Yaani una Dumbia, watu wamemsajili mtu kama Peter Shaulile, wanahangaika na Faisal, wanahangaika na Aziz Ki, alafu kesho unasema timu inanunua mechi. Wewe umemsajili kama Dumbia, alafu unasema tena timu inafanyaje inanunua mechi. Kweli inakuingia akilini hapo kabisa. Striker unamtegemea ni Baraka Mwangosi Sole, my brother, una huyu nani Dumbia, alafu unapambana kumrudisha Selemani Mwalimu ambaye umkubali. Mimi namkubali, alafu nategemea msimu unavyomalizika unaambia fulani amenunua ubingwa sana, kama mimi nakula amenunua sababu amechukua wachezaji bora. Kwa hiyo itakuwa hivyo, watu watarejea kule. Dalili ya mvua ni mawingu.
wamepishana. Mwenyekiti wa bodi wa kurugenzi anakuambia yeye ajui kama kuna surprise, kuna mchezaji atakayesajiliwa. Mwenyekiti wa klabu ya Simba pia anakuambia yeye ajui. Hicho alichokiongea muulizeni, aliongea ni mtu wa ahadi feki. Bwana, watu wanauliza kumalizia, mbona wana Yanga wanampenda sana Mangungu? Wana Yanga anampenda Mangungu kwa sababu anawafurahisha na anaonyesha ile misimamo. Unajua Mangungu ni baadhi ya wazee wanaume wa Tanzania ambao sasa hivi wamefanyaje, wamepotea, wamekosekana. Yaani mtu mwenye msimamo. Yaani Mangungu ni mwanaharakati ambaye anapambania klabu ya Simba isimame na kujitegemea. Sasa watu wengi hawaelewi, lakini sasa hivi watu wameanza kuelewa. Yaani yupo pale kama mwenyekiti, lakini yupo kama mwanaharakati. Mangungu ana njaa. Mangungu ameshaishi Marekani, ameshakuwa kiongozi hapa Tanzania. Ana gorofa pale Kariakoo, ni mtoto wa Temeke. Kwa hiyo watu wa Temeke mara nyingi wanapendaga katika mapambano waweze kushinda. Kwa hiyo ni mtu ambaye nafikiri wana Yanga wanamfurahia kwa sababu amekuwa akipinga kile ambacho kinachoonekana ni kama kuwaingiza chaka wana Simba. Bwana, shukrani babu. Asante sana. Kuna taarifa unajua zinatokea tofauti. Ndio maana barabara ama maeneo yote ya huduma yakitolewa yanawekewa mifumo ya huduma kwa mtu ambaye asiona, kwa mtu ambaye ni mlemavu, kwa mtu ambaye umetimia, yote unawekewa. Ila kwa sababu sisi watu wengine hatufahamu lugha za alama. Kwa hiyo hatujui kwamba hizi alama ni za mtu asiyeona, hizi alama ni za mtu mlemavu, huwa hatufahamu. Sasa lugha ambayo taarifa ambayo ameitoa Murtaza Mangungu kwa kutovaa jezi, kuna vitu vingi akubaliani navyo. Ile event ambayo imeandaliwa pale inahitaji pesa. Kwa mtu kama Murtaza Mangungu kuiandaa anahitaji wanachama wachangishane. Umeelewa? Sasa event kama ile imeandaliwa na upande wa mwekezaji, na ndio maana kwenye half time show pale si tuitegemea tupate burudani. Tumepata nini pale? Si matangazo ya bidhaa zake. Si ndio maana yake? Na maneno yake mawili matatu pale. Kwa maana yake ni kwamba ile ni event ambayo imeandaliwa na matajiri. Kwa yeye kwa namna ambavyo amezalaulika hapa nyuma na ile barua ambayo iliandikwa na Magoli na kupitia, manaki ile tunazungumzia ile ni Simba Company Limited ndio ameandika barua, sio Simba Sport Club. Kwa manaki Simba Company Limited kama andika barua na haipo, manaki ni kwamba yeye mwenyewe amechukizwa kwa sababu amechunganishwa na wanachama wake kwenye ile tukio. Haya mambo kidogo tuona amekuwa sawa kupiga picha, ni kwa sababu watu waelewi tupo katika, na watu wasije kagomea event, watu wasije kawa na minongono tofauti. Kwa hiyo kutovaa jezi kwa Murtaza Mangungu kwenye event kubwa kama ile, kuna taarifa anaitoa kwa wana Simba na wadau kama sisi. Ila ameenda kama mtu mzima kwenye ile tukio. Lakini mimi naamini alikuwa anatamani hata kutokwenda. Kutovaa sare ya sherehe, wewe ni mwenye sherehe, tafsiri yake ni kwamba wewe ile sherehe haikuhusu na umeikunjia. Kuna rafiki yangu mmoja alibadili dini kimya, mzazi wake hakujua. Na siku ya sherehe alikuja tu kuambiwa na wazee wenzake, bwana mtoto wako ameshaoa tu hivi na hivi. Kwa alienda bila kuvaa ile nguo ya sherehe kwa sababu yeye hakuwepo katika ile maandalizi. Kwa hiyo Murtaza Mangungu anavotoa ile taarifa yake kutovaa jezi, ile body language, maana yake anatoa taarifa kwamba kuna vitu vingi vya jamaa mimi sikunavyo sawa. Sawa, tutarejea pia kwenye dabi hapa mwishoni bwana. Yanga Day, siku ya Yanga kabisa. Hapo sasa tunaenda kuona utofauti kidogo kuanzia maandalizi, aina ya viongozi, hata kwenye chaguzi zao, kwenye mkutano mkuu.